breakdown ingire wote ngiri 3 na magana matano kuma roundabout ya Central kinya ho Central for 100 meters. Ari ni rana yore diti ore breakdown ate gari yaku ne kuma. Thank you. Kama mko na uwezo tu kunisaidia tu gari yangu itoke, nothing else. Ndio ndio kidireda. Nyore dajita gari yale ya mugate wa mutheni. After go iro kali breakdown ngiri 3 na magana mau. Dero gari ki mau cia sinarega nayo. Gari ti bangi yaku si bangi ribeba si kuwa ili huwa si buduki si nyunindi. Amekataa na gari. Ni uchungu. Ishara cha kwenda nywa era kunywa maina mugate na chocolate. Todo basi ya nyuma na shiria marare ya ndani ya ngiri 3 na magana matano ali ha breakdown. Na ni breakdown ingire wote ngiri 3 na magana matano kuma roundabout ya Central kinya ho Central for 100 meters. Ari ni rana yore diti ore breakdown ate gari yaku ne kuma. Then jioni akafika. Kufika by the alinipata nikitapika na nilikuwa bedroom. Akanipeleka Mama Lucy. Even I have the documents za Mama Lucy. Blessings ziko wapi picha zangu? Akanipeleka. So akiwa Nakuru akapigia driver mwingine na piki yake simu. Akamwambia enda uchukue gari ufanye nayo job. Na driver akakuja home. Na nikampea kifunguo akaenda nayo. So akiwa town ati walikuwa wanavurugana na ule abiria mwenye alikuwa amebeba. Alikuwa muoria cause alikuwa anatema mate kwa gari. Alikuwa na ball. Then haya ati nasikia CBD driver akasimamishwa na polisi cause alikuwa anajaribu mpaka kuovertake. Akienda kupewa karatasi ati driver akimuitisha license then driver akapandisha kioo. Venye alipandisha kioo ule afande mwenye alikuwa na gari akagwarwa na screen ya hii driver mkono. Venye aligwarwa na mkono akamwambia waende Central. Driver akajaribu kutoroka na alikuwa ameanza kumwandikia karatasi. Akaanza kumwandikia karatasi, driver akatoroka. Sasa venye alitoroka wakamzungusha na pikipiki. Wakiwa sasa makarao wawili. Wakiwa kwa ile roundabout ya Central, walienda mpaka huko. Ile roundabout ya Central akaenda akaasha gari. Akasimama akaona hao wanaongea na simu nini ati akaeka gari parking. Kuweka gari parking alitoka na akaacha gari kwa barabara. Ule driver mwenye alikuwa amefinywa mkono akatoka hii side ati driver aliambiwa atakuwa akihamishana na jera akaogopa. Hakuwa baba yetu alikuwa Nakuru. Akatoka kwa hii side akakuja akadrive gari mpaka Central Police from Thursday. So hiyo Thursday jioni baba yetu akapigiwa simu akiwa Nakuru kufika home. Mimi ni mgonjwa nimezidiwa akanipeleka Mama Lucy. Hiyo usiku. So hakumanage kwenda wapi? Central kuangalia gari. Kaenda Friday asubuhi. Kuenda sasa ndio aliambiwa whatever happened na gari. Akauliza akaenda kwa traffic. Gari iko kwa traffic haiko. Gari iko kwa OB haiko. Gari imeandikwa wapi? Mwenye akaingia kwa deputy OCS. Akamwambia mwenye ako na kesi ni huyo mwenye alishikwa. Ni huyo mwenye alishika driver na anafungua jam town. So amgoje. Akakaa. Then wanasema kulikuwa na breakdown na huyo askari mwenye alimshika ni ati aliendesha hiyo gari mpaka huko. Driver akipigia baba yetu akimwambia yeye aliendesha hiyo gari mpaka huko Central. Sasa venye alienda huko huyo polisi akakuja akamwambia yeye haezi ongea na yeye cause ageuliwa na huyo driver. Venye alisongesha gari mkono ikiwa wapi akijaribu kuchukua license. Si akaenda. Akasema yeye haongei na yeye. The following day was Saturday. Akaenda pia. Huyo akaenda akapata huyo mwenye alipeleka gari akamwambia mwenye ako na kesi ni madam anaitwa Eunice. Akaenda kwa Eunice. Kwenda kwa Eunice akamwambia nimeambiwa ni wewe uko na kesi yangu na juu haiko kwa traffic iko kwa crime. Sijui iko kwa crime ama iko wapi, something like that. Naye akamwambia ni mimi niko na kesi yako. Haya, mwenye ako na kesi akamwambia afande huyo mwenye alifinywa mkono anaitisha 100,000 lakini mimi nitakuitisha 50,000 na 6,500 ya breakdown.
akajaribu kujitetea. Akamwambia, akajaribu kutetea, polisi hajasema alichapwa, hajachapwa, hata yeye mwenyewe anasema. Anaitwa Ragat. It is a very good person. Hata mimi mwenyewe nimeongea naye jana, nimeongea naye mara 2. Akasema nitakwambia na utanipea 50,000 na unipea by Sunday because naenda ushago matanga na nitarudi date 17. So usiponipea by kesho Sunday, hiyo gari utaipata date 17 na ikizidi kukaa hapa utalipia mpaka parking. Akamwambia, "Juu mimi siwezi pata 60, siwezi pata 50, basi niitisha hata 30." Akasema, "Mimi nimekusaidia. Mkubwa alikuwa ameitisha 50, mkubwa alikuwa ameitisha 100k na mimi sina shida nyingine. Na siwezi ongea na wewe tena. If hauna 50,000 na 65 za breakdown, nothing to talk. Na kama hautachukua hiyo gari, na kama hutachukua hiyo gari by Sunday, utaikujia date 17 nikitoka ushago juu mimi niko na kesi na ninaenda mpaka na kifungo." Akaambiwa, "Juu we have another job ingine iko hapa, so haiendi vizuri saizi." Akaambiwa, "Juu kifungo ingine, juu hata ukienda kwa hiyo gari iko na nini? Iko na ukienda kwa hiyo gari iko na dokumenti zote za Charles." Akaambiwa, "Wacha basi. Tuenda kwa hiyo gari uone kila kitu yangu. Mimi ndiye nilikuwa nimepeana gari hiyo siku. Na hata license yangu iko kwa hiyo gari. Fanya hivi. Enda tu unitolee kifunguo. Kuna kifunguo iko kwa hiyo gari, ingine tunatumianga mahali kwingine." Akasema gari hafungui. Na kama anataka mpaka kifunguo akuja na 56,000 by Sunday. Si akakuja home. Sasa amejaribu kumwambia 30 amekataa. Amejaribu kumwambia 20 amekataa. Ikakaa Sunday tukampigia simu. Tukamwambia sasa haki tumekosa. And then tukamwambia we have 29,000. Alisema hataki. Yeye aliitisha 50. Hatukuwa nayo. Si ndio nilipost hiyo post nikasema wanaitisha pesa 56,000 na venye ameitisha hiyo 56,000 ameshamwambia, na usijaribu kuongea na mapolisi wengine huku juu watakuzurusha tu, na mimi ndiye niko na kesi. Imefika hapo. Jana akamkia huko akaenda. OCS achajua, deputy OCS achajua kuna post yenye ilipostiwa, kuna karao mwenye ako na gari and then anaitisha 56,000. Na wakaongea mpaka na OCS, deputy OCS mwenye ako na kesi, wote wakaongea, wakasema akuje leo. Sasa si leo asubuhi alienda, mpaka huyo mwenye alifinywa na gari na driver. Tushawaambia watu staki, akakataa. Tushawaambia staki ni gari, hawataki. Tushawaambia tupeni cash bill, wamekataa. Na si ati wamekataa wote, ni OCS amekataa. Sahi huyo jamaa mwenye walivurutana na driver, acha nipigia simu jana nikamwambia, "Tafadhali." Na hata nilimtumia picha zangu mpaka nikiwa hosi nikiwa na shida, nikamtumia. Na nikamwambia venye tu naweza hurumia bibi yako akiwa mgonjwa, tafadhali. Kile tuitisheni kitu yenye tutaweza kuwapea. Na akasema, "Mimi sina shida mama, nitawasaidia." Jioni ikafika. Akaniambia OCS amekataa. Haya, si babako huko bado? Kitu saa 1 akamwambia OCS amesema hapana, hapeani gari. Lakini mimi juu sitaki mvutano, enda ukuje kesho asubuhi by saa 2 utaenda na gari yako. Si saa 2 na hata nilikuwa nimeingia live because nani OCS alikuwa amekataa na gari, and then venye alinipigia simu nikaiangusha. Sasa leo ameenda huko by asubuhi saa 2 alikuwa huko. Akaenda akaambiwa alipe breakdown, akalipa 6,500. Amezungushwa the whole day. Saa 1 ndio OCS anamwambia hakuna gari unapewa, enda venye ulikuja. Sasa watu waambie wanakataa na gari kwa nini? Hawastaki gari tupelekwe kotini. Tumewaambia wa trace driver wamekataa, wamesema hiyo sio kazi yao. Sisi wenyewe tumejaribu kumtafuta hatumpati. Wanataka tufanye nini? We have tried. Na hakuna kitu kingine tunataka. Watuambie venye wanataka. Na ni OCS atuambie Kenya anataka juu yeye amekataa na gari. Eunice aliitisha 56,000, we have paid the breakdown 50,000 na tuna. Juu gari si mtu iliua. Giri 50 yako yeroko. Sasa 50,000 ni watoto tutalipia school fees? Ama ni nyumba tutalipa? Ama ni mimi nitaendelea kutibiwa?